Assalamu alaikum watoto wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner, na kama mnavyojua mkimwona Miss Mariam mnaona hadithi nzuri zinakuja. Hapo zamani za kale paliondokea na mfalme. Mfalme huyo alikuwa na waziri wake mwenye alikuwa anampenda sana, mpaka ikawa kila anapoenda anafuatana na waziri wake. Alikuwa tofauti kiasi na wale waziri wengine kwa sababu huyu waziri alikuwa mchapakazi, alikuwa anamfanyia kazi mfalme vile anavyotaka. Ndio maana mfalme akamweka karibu na yeye. Siku moja walikuwa wako katika mizunguko yao, wakaamua waende wazuru madrasa. Walipofika kwenye madrasa akapatana na mtoto mmoja anasoma Qur'ani vizuri. Yule mfalme akampenda, akasema mtoto huyu mimi nimempenda, sauti yake ni nzuri. Mimi ningependa anakuja kunisomea kwenye kasri yangu kila siku, aje kwenye kasri yangu anisomee Qur'an, maana sauti yake ni nzuri inapumbaza. Yule waziri akaanza kusikia huyu mfalme, mbona amchague huyu mtoto, na mimi hii madrasa mtoto wangu yuko hapa. Kwa nini asimchague mtoto wangu? Mimi sijapenda hivyo. Basi yule mtoto ikawa kila siku anaenda kwa mfalme kumsomea Qur'an. Sasa akifika kule anasoma Qur'an, mfalme anampa chakula, anakula. Sasa yule waziri alivyoona hivyo, alimwambia yule mtoto, kabla hujaenda kwa mfalme, pitia kwangu kwanza. Haya, yule mtoto akasema, kwa vile ni mkubwa wangu, wacha tu nimsikilize, ama labda mfalme ndivyo alivyomwambia, maagizo kutoka kwa mfalme, lazima nimsikilize. Haya, ikawa sasa ndo desturi yake. Kila akitaka kwenda kwa mfalme lazima apitie kwa waziri. Haya, siku mwenyewe akaanza kupitia kwa waziri. Waziri alikuwa anampikia chakula kimejaa kitunguu. Anamwambia haya kula. Anakula alafu anamwambia waziri, hiki chakula kimejaa kitunguu mpaka mdomo wangu, yani harufu nzima ni ya kitunguu, na mimi nikienda kule lazima nimsomee mfalme Qur'an. Sasa nitamsomea vipi, na itakuwa mdomo wangu atoa harufu mbaya ya vitunguu? Yule waziri akamwambia ni kweli, na mfalme anachukia sana watu wenye harufu mbaya za midomo. Kwa hivyo nitafanyaje? Yule mtoto kawa na wasiwasi, na lazima niende, na wewe umeniambia kwamba nipitie hapa kabla sijaenda kule. Akaambia usijali, wewe ukifika kwa mfalme fanya hivi, ziba mdomo uongee naye. Akaambia wazo zuri, nitafanya hivyo. Basi akaenda kwa mfalme kama kawaida akamsomea, lakini ilikuwa ameziba mdomo muda wote. Yule mfalme ashangaa, mbona leo mtoto anaziba mdomo? Lakini hakumuuliza, akaendelea na shughuli zake. Alipomaliza akaenda zake yule mtoto. Siku ya pili hivyo hivyo, siku ya tatu hivyo hivyo, mpaka ikafika labda kama wiki hivi, bado mtoto akienda kwa mfalme aziba mdomo. Yule waziri akaenda kwa mfalme akamwambia, mfalme, umeona huyu mtoto kila akija kwako anaziba mdomo? Akamwambia mimi nashangaa, ila siwezi kumuuliza, sijui kwa nini nasahau kumuuliza. Namuona yani kila anapokuja, takriban wiki sasa hivi, aziba mdomo, sijui kwa nini. Akamwambia wajua anavyotangaza huko nje? Akamwambia asema kwamba mfalme anuka mdomo, ndio maana aziba hivi pua, hazibi mdomo, aziba pua asisikie harufu yako mbaya ya mdomo. Yule mfalme akakasirika, huyu mtoto yani mimi akija hapa kwangu mimi namfanya kama mtoto wangu. Mimi nilijaribu kumsaidia, yani nilifanya bidii kwa vile ana sauti yake nzuri, akija nampa kila kitu anachotaka, alafu aenda kunipa kazi ya mimi mabaya, atanitambua. Yule waziri akafurahi, kumbe zote nini ni wivu za waziri. Akafurahi akasema, afadhali huyu mtoto kila siku amekuwa yeye ndo yuko karibu na mfalme, hata mimi siku hizi siko karibu na mfalme sana, atanitambua. Basi ikawa na furaha kwamba yule mtoto hatakuwa tena karibu na mfalme. Haya basi siku zikaendelea. Ile siku ya pili sasa mtoto venye ameenda kwa mfalme hivyo hivyo, ameenda kwa waziri, akala akaenda kwa mfalme. Kufika kwa mfalme, mfalme akamwambia, shika hii barua ipeleke mahali fulani, yani kwa waziri mwingine mahali fulani, nenda uipeleke. Yule mtoto akamwambia sawa. Akachukua hiyo barua. Kufika nje tu, waziri huyu amepatana naye, yule waziri mwenye wivu. Akamwambia hiyo nini? Akamwambia ni barua, mfalme ameniagiza nipeleke mahali fulani. Sasa venye yule waziri ana wivu, asema labda huyu atambua ipeleke mahali fulani kuna
faida, labda pesa atapata, ngoja nichukue. Akaichukua ile barua akaipeleka yeye. Kuipeleka, kumbe ile barua imeandikwa huyo mtu muue, mwenye amekupa hii barua. Sasa ile waziri alivyompa ule mtu akauliwa. Kushangaa, mfalme ameletwa maiti ya waziri wake. Akashtuka, akasema huyu mtoto labda ni mchawi, hebu nitieni huyu mtoto. Yani amenitangazia mimi nanuka mdomo. Sasa hivi ameniulia waziri wangu wa karibu, waziri wangu mchapakazi. Imekuwaje? Na mimi nilimwambia ipeleke yeye hii barua. Akamuita, akamwambia hebu nielezee mimi kwanza, sitaki hata kusikia stori zako. Imekuwaje mpaka waziri ameuliwa? Akamwambia mimi sijui, sina hata habari. Akamwambia mimi si nimekuambia ile barua ipeleke mahali fulani. Yule mtoto akamwambia mfalme, mimi nimetoka tu hapo nje nikapatana na waziri wako ndio. Ila yeye alinipokonya, aliniambia nipe mimi niipeleke. Mimi nikampa, sikuweza kubishana na yeye. Akamwambia imekuwaje, hebu nielezee sasa story. Mbona nasikia wewe waenda wanisambazia mambo mabaya, wasema kwamba mimi nanuka mdomo. Akamwambia hapana mfalme, mimi nikija hapa naziba mdomo kwa sababu mimi waziri aliniagiza kwamba kabla sijafika huku lazima nipitie kwake, na nikipitia kwake ananipa chakula chenye kimejaa kitunguu. Kwa hivyo nikiongea nilikuwa nahofia kwamba utasikia harufu mbaya ya kitunguu kutoka kwangu. Ndio yeye akaniambia kwamba nafaa niweke mdomo hivi ndio ile harufu isifike mbali. Akamwambia basi aliniambia hivi. Kumbe sasa hii hadithi yetu watoto wetu wazuri inatufunza nini? Inatufunza kwamba ukimtakia mwenzako mabaya yatakurudia wewe. Kama yule waziri, yeye alikuwa amtakia yule mtoto mabaya. Yaani alikuwa hataki awe karibu na mfalme. Alikuwa anaona ni kama yule mtoto anafaidi kuliko mtoto wake. Kwa hivyo kumpokonya ile barua ndio ilikuwa hasara kwake, maana ilimpelekea hadi kufa kwake. Kwa hivyo tunafaa tutakie wenzetu nini? Tutakie wenzetu mazuri na tusiwe na wivu. Ukiona mwenzako amefaulu, furahi pia wewe. Inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia pia wewe ufaulu na wakati wako. Maasalam. Tupatane kwenye kipindi kifuatacho.